Kenya mambo ni mengi sana, muda ni mchache. Junet Mohamed akona ile tetezi ya kwamba alidanganya baba akakula pesa za campaign, baba akaanguka, alafu sasa ameuza chama cha ODM kwa William Samoei Ruto. Nataka tusikize hii video ambayo alishikwa kinyume bila kujua mic ilikuwa on, akipepeluza hapa tu maneno ambato hatuna agenda yoyote ya maana kwa Oburu Odinga, ambaye alisema exactly, kwanza a translate kwa njia ya Kiluo. Sikiza hivi. Kitu ya kwanza ilileta Migori ni kuja kuuliza kama kwa ndugu yake anaweza oa yeye. Kitu ya kwanza ilileta Oburu hapa Migori ilikuwa kuja kuuliza ndugu yake kama anaweza oa Aida. Ndio alikuja Migori mara ya kwanza. Anautoa salamu yake kwa Kijaluo. Lemon parankui. Jodalawa. Ungeni anora Migori ka. Koro nyagem maka jako. Hizi ni siasa ambazo zimepitwa na wakati. Kila kiongozi akifika pahali lazima aseme ati hapa ni kwangu, hata nimeoa hapa juu, sijui nimetoa bibi wapi. Siasa za ujinga. We fanya campaign, piga siasa safi na ukuwe mwerekevu wa ukweli. Kwa sababu kuna tetezi ya kwamba alikula pesa za campaign. Na ni ukweli kabisa, kwa sababu nataka uangalie hapa mkutano ambayo ulikuwa kwa kina Junet Mohamed. Uniambie jukwaa, pesa za jukwaa zilienda wapi? Anaekelea kiongozi kwa stool. Hebu angalia hii maneno, utashangaa. Angalieni vile Akano nini viongozi wa hapa. Abdi Swamad. Swamad ni kijana au sio kijana? Wanga ni kijana au sio kijana? Na wale wote viongozi hapo mlimewaone, si ni vijana wote wako nyuma yangu. Wameamua kiongozi youth leader akalie kastul. Asimamie kastul hapo, kwa sababu mambo ya podium hiyo story imeisha. Junet Mohamed amekula pesa. Lakini so interesting, kuna video akiwa hapa akiwa anahojiwa pale kwa Jeff Koinange kuhusu mambo na jinsi ambavyo pesa zilitumika na kwa nini president ambaye alikuwa mtarajiwa Raila Amolo Odinga aliweza kuanguka. Hebu sikiza hii video, utasikia kabisa huyu jamaa anajua kabisa ni nini kulienda. Lakini kenye kimenishangaza na kuhuzunisha ni venye anapeleka brim yake kwa watu wa mlima. Baada ya kupatiwa 1.8 million votes, bado anaona hiyo ni kidogo sana. Anasahau watu wa kwao Nyanza hawakuweza kusimama. Na ama yeye mwenyewe atuambie alileta kura ngapi kutoka Somalia. So, wacha kwanza tusikize hii video tukisonga. So you're saying you didn't steal that money? No, why should I steal? If Baba won the election today, I will be a big man in this country. You would? Yeah, why should I? But he didn't. I didn't. Because of you? No, not because of me, but because of many other factors. Stress. And in tight stress, you know, anything can happen. So you're blaming Kenyans now? No, I'm blaming especially people with your name. They didn't vote for Baba. What do you mean? With your surname. No, they didn't vote for your Baba, Bana. If they had voted even 500,000 more people with your name, today Baba will have died as a president. They did not. And his friend, the former president, did not take him to that area. Yeah. To tell the people that this is a good man. He was campaigning for him from his seat of power, from State House. But Mahesh, let me tell you, Baba got an unprecedented 1.3 million votes from Central. He has been getting 1 million. Go and check the records. For the last 4 times he ran. Those are, you know, a few people from that area. Others who are diaspora people, you know, mix of people. Yeah. So you're saying you're blaming my people? Majorly, if they had, you know, been kind to Baba last election, having been supported by the Budamaki. Remember, he had the support of your uncle or your cousin. He will have won.
So landslide again. what are you saying? What I'm saying is be generous to Baba. Now be generous to ODM again when they say they want political power. So, Junet amesema kukula pesa na baba angeshinda angekuwa mtu mkubwa, lakini nyinyi wa Kikuyu ndio mlibetray baba. Yes, you. This is from Junet. But Your Excellency, I want to take this opportunity to demystify propaganda na uongo ambayo inaendelea katika chama yangu ya ODM. Na unajua baada ya baba sisi ndio ODM. Wengine wanasema mimi ni fulani ama sisi ndio fulani. Sisi tunasema sisi ndio ODM. Sisi ndio tumebaki kama baada ya baba kwa ODM. Your Excellency, kuna propaganda wengine wanaeleza ati wale watu wametoka kwa ODM na wameingia kwa serikali yako, wameingia kwa ihari yao, hawakuletwa na baba, wameingia kivyao. Nilisikia senior council anaitwa Orengo akiongea juzi pale lingine huko kwetu ati hao wameingia kivyao. Your Excellency, wale uliingiza kwa serikali yako kupitia chama chetu cha ODM. Minister moja yao akiwa hapa anaitwa Opiyo Wandayi, Your Excellency, alikuwa minority leader. Baada ya kutoka kwa hiyo ofisi ndio mimi nikaingia. Joho alikuwa deputy party leader wetu. Oparanya alikuwa deputy party leader wetu. Mbadi, Minister of Finance, alikuwa chairman wa chama kwa miaka 10. Mulikaa chini na baba, mkaelewana, mtengeneze serikali inaitwa broad based. Na wewe vile unajua baba, na umefanya na yeye, na mulikuwa pamoja kwa chama ya ODM. Wewe unajua wiko mtu anaweza toka kwa Raila aingie kwa pali pengine bila yeye kukubali. Si atakumaliza hapa duniani. Hiyo uongo tuache. Wakati sasa mumeenda, na mimi nilikuwa mtu ya mkono ya baba. Iko mambo mingi mimi najua, lakini sitaki kuongea. Nitaongea siku moja. Wakati sasa mumetengeneza 10-point agenda na mukasema ya kwamba tunataka kufanya kitu naitwa inclusivity. Ukakaa chini na baba, ukaambia yeye alete PSS 10. Then baadaye mukaona hiyo haitoshi kwa sababu wale watu mnataka kuleta ni wengi kutoka makabila na counties tofauti, mukafanya ikuwe 14. Mimi nilikuwa hapo tu. Na mukaleta kutoka Kajiado, kutoka Samburu, kutoka Siaya, yule mtu amechukuliwa Siaya hata hako hapa nimemwona. Kutoka Migori, kutoka Garissa, Wajir, Kilifi, huko. In the spirit of the implementation of the 10-point agenda, ukapanua serikali yako ili tukue na inclusivity. Watu wakuje pamoja. Sasa mtu anataka kuniambia ati 10-point agenda bado haijafanywa na pareno ni PS. Tena ukaenda mbele, mkasema ya kwamba ODM imelia ya kutosha. Mumelia mambo ya justice, mumelia juu ya human right, mumelia mambo ya constitutionalism ambayo iko ndani ya hiyo 10-point agenda. Ukasema wacha nifanye PS ya ODM ndio akuwe in charge ya human right, constitutionalism na justice. Ukaweka pareno kwa hiyo ofisi. Hiyo sio implementation ya 10-point agenda. Kama sisi wenyewe ndio tumepewa kasi ya constitutionalism, human right and justice, yumekaa hapa ndio kuja kusherekea, unataka rais afanye nini zaidi ya hiyo? Ya ingine, Your Excellency, ni ya kwamba baada ya kwenda mbele tena unajua ni vile tu baba hatukujua kifo itakuja. Mimi nakwambia kama baba bado angeishi 60% of this government ingekuwa ODM. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Kip Zakari. Kenya mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share inapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa, unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima bila kuegemea side yote ukabila, siasa wala dini.